Maana yake ni nimesema maono ni dira, si ndio? Hivi kwa mfano, wewe ukaamua ukawa ni konda, sawa? Unakutana na mtu unamuuliza, wewe unaenda wapi? Anakuambia naenda tu kokote gari ambako linaenda. Utamuelewa? Mwana kondoo ameshinda. Nasema hivi, wewe ni kondakta, unakutana na mtu kwenye gari, unamuuliza, dada unaenda wapi? Anakuambia kokote tu kule gari inakoenda. Unajua maana yake ni huyu ni mtu ambaye hana direction, hana mwelekeo, kwamba yeye anaenda Dar es Salaam na Dar es Salaam anakoenda ni Dar es Salaam ipi, ili wakifika Kimara mwisho wakushushe. Wewe unasema tu gari popote inapoenda na mimi ndio naenda hapo hapo. Okay, gari itakubeba inaenda, wanakuuliza sasa umefikia hapa, kwani hapa ndio mwisho wa gari? Na wewe ndivyo unavyouliza, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nasema hivi? Ni hivi, aliye na maono maana yake atachagua gari la kupanda, si ndio? Hutapanda, hutaingia Iringa, hutaenda kwenye gari la Iringa kwa sababu wewe unaenda Arusha. Hutaenda gari la Arusha kwa sababu wewe unaenda Dar es Salaam. Unanielewa nachosema? Nini kilichokufanya uamue? Kwa sababu umejua mwisho wako, kwamba destiny yangu kuanzia hapa nilipoanza, mwisho wangu mimi ni Dar es Salaam. Kwa siwezi nikaingia gari ili mradi gari. Asiye na maono anafanya kila kitu anachokiweza. Unanielewa? Chochote kilichopo mbele yake anapiga, sio? Maono yakiingia ndani yako yanaweza yakaanza kubadilisha hata aina ya chakula unachokula. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kufanya kila kitu ambacho wengine wanakifanya. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu cha tofauti unaona ambacho wenzio hawaoni. Haleluya. Haya, mfano hapa nini? Ni ukuta eti. Wote mnaona ukuta, ila mimi naona njia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi nikiona njia hapa nitapita, si unanielewa? Lakini dada, wewe unaona ukuta, utaendelea kukaa hapo hapo. Kwa nini? Kwa sababu unaona ukuta, ndio maana umekaa. Maisha yako ulionayo mama ni ile picha ulionayo, hakuna kingine. Picha ulionayo kuhusiana na maisha yako ndio hiyo inayokufanya uishi leo ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unajua, Mungu alipoanza kunibadilishia picha, kuna vitu nilianza kubadilika kwa sababu ya maono yangu yamechange. Kwa sababu maono au ile picha ina nguvu sana ya kuongoza maisha yangu, ya kuongoza aina ya maamuzi ninayoyafanya. Mungu aliponibadilishia, na Mungu akitaka akuinue, ni lazima akubadilishie picha ndani yako. Ni lazima akubadilishie picha unavyojitazama, unavyojiona, lazima akubadilishie. Hivi ukienda kwenye kioo namna hii unajitazama, unajionaje? Unajiona ni mnyonge sana, si ndio? Unajiona maskini, si ndio? Sina hela. Ukijitazama unajiona kapuku. Na ukijitazama mbaya zaidi, ambayo shetani anaipenda, ni kukuona kwamba wewe hauwezi kubadilika. Hakuna kitu ambacho kinaweza kikaja kubadilika kwenye maisha yako.
Shetani anapenda sana kukuonyesha namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Angalia, unakumbuka habari ya wale wapelelezi kwenye kitabu cha Waamuzi? Angalia, walitumwa na wakina Musa kwamba waende kwenye ile nchi wakaipeleleze. Kuna watu walipofika wakaenda kuipeleleza ile nchi, walipoitazama wakapita kushoto na kulia, wakasema hivi, tumeenda kwenye ile nchi, tumeona watu ambao ni majitu, sisi mbele yao ni tupanzi. Maana yake nini? Tukiingia vita na hawa watu, sisi tutapigwa, tutamalizika kabisa. Hatuna uwezo wa kumechi, hatuna uwezo wa kushindana na hao watu. Kwa hiyo ni bora tukae huku huku jangwani, au ni bora tubadilishe njia. Lakini Mungu anasema, ninyi nimewapa hii nchi ya Kanaani. Lakini wao wanaonaje? Wanasema hii hatuwezi kwenda kwenye nchi hapa, hatuwezi ingia. Kwa nini? Sisi tunajiona ni mapanzi. Bwana Yesu asifiwe. Nimekwambia shida iko kwenye picha brother. Nini unaona ndio kitu ambacho kinakutesa kwenye maisha yako siku zote. Aina ya uchumi unaomiliki ni picha, unanielewa? Lakini Yoshua akainuka akasema, no. Wale sio majitu kwetu, bali wale ndio tu vitu tudogo. Wale sasa ndio mapanzi kwetu. Bwana amefanya wao ndio mapanzi, wao ndio wadogo kuliko sisi. Mungu ameshatupa wale watu. Haleluya. Ngoja niwaambie, kuna mtu hapa maisha yake yote anaona vita. Yaani yeye anaona vita, amepigwa na wachawi, anaona ameshindwa, anaona yeye ni wa kushindwa kila siku. Kwa hiyo maisha yake usitegemee. Ukimuuliza kwa nini biashara haiendi, wameniroga mchungaji, wachawi wanaroga siku hizi. Unajua kuna mtu fulani bwana mchawi sana kwenye hili eneo. Kwa nini? Kwa sababu umeweka kwenye maisha yako kwamba wewe ni wa kurogwa, unarogeka, sio? Na kwa sababu unaona hivyo, Biblia inasemaje? Aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo. Mithali 23 mstari wa 7. Maana aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Tukitaka tubadili maisha yako, gia ya kwanza tunabadilisha kuona kwako. Haleluya. Ulikuwa unaona picha ndogo ndogo, unaona wewe ni wa viwango vya chini. Mungu anatakiwa aweke gia namba 5, kwamba sasa ni wakati wa wewe kutembea spidi. Silikuwa unatembea gia namba 1 mpendwa, unasema mimi natembea spidi ya mimi ni wa polepole, sio? Sasa wewe sio wa polepole, wewe ni wa kukimbia. Ukianza kuona hivyo, nikwambie, mtizamo wako unabadilika, maamuzi yako yanabadilika. Hujafanikiwa kwa sababu hakuna kitu kimebadilika ndani. Kwa hiyo tukitaka tumbadilishe huyu mama, ninyi mlivyomzoea, mnavyomuona, si ndio? Tunaanza ndani. Roho Mtakatifu anachokifanya ili abadilishe maisha yako, anaanzia ndani. Ndani hakujapona kwenye picha, hakuna kitu kimebadilika kwenye maisha yako. Hakuna. Hata ufanyaje, hata ufanye kazi kwa bidii, mnanielewa nachosema? Hata ufanye kazi kwa bidii, kama ndani yako unaona wewe ni maskini, utakuwa maskini. Na kama unaona wewe ni tajiri, utakuwa tajiri. Nauliza tena, unaona nini ndani yako? Muulize mwenzio, unaona nini ndani yako? Haya, muulize, hivi unavyonitazama unanionaje? Ngeukie, unanionaje?
Nimechoka eti?